Chama yetu ni gani? Ile ya kusikiza ground. Tusikize ground. Rigiji afanye kazi yake. Hapa Embu. Munasemaje? Embu munasemaje? Wana Embu munasemaje? Adwa Embu muraugatia. Harambe. Wewe Ruto wewe. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Watu wa Embu nimefika hapa leo kwa sababu hii mtu anaitwa Soprano na ile kimutu kinaitwa Roko walikuwa wameita wazee wa Embu ati kuambia wazee ati wawasaidie kugawanya mlima. Nimekuja kusafisha hiyo takataka. Doka guthabia thahu ucio. Neguo. Doka guthabia ke. Thahu ucio. Wewe Soprano umetukosea. Unaita wazee wetu wa Embu. Umetumwa na Kasongo ati wakusaidie kugawanya mlima. Kazi ya wazee wa Embu, wa Meru na Wakikuyu tangu zamani ni kuleta watu pamoja, hapana kugawanya jamii. Kazi ya wazee ni kuweka watu pamoja. Wewe ni kukosea wazee heshima. Wazee ambaye kazi yao kwa jamii yetu ni kuunganisha sisi wote. Unawaambia ati wagawanye mlima na kuwahonga na shilingi 2,000. Wewe Kindiki umekaa na Kasongo mpaka umesahau mila na desturi ya watu ya mlima. Wazee wetu ni watu wa heshima, ni wazee wa hekima, ni wazee wa kuweka sisi pamoja kama jamii. Na nikwambie Soprano, hiyo kazi ya kugawanya mlima ni kazi bure. Kugawanya mlima ni kama kukata mti ya mugumo na wembe. Haiwezekani. Haiwezekani. Tangu zamani Wakikuyu na Waembu na Wambere na Wameru ni nyumba moja. We are one family. We are one people. You cannot divide us. Unajua huyu Kasongo amekwama. Amekatishwa chini na wataalamu. Ameambiwa Kasongo mambo yako imeharibika. Umekataliwa kila pahali. Ndio urudi. Uhakikishe hii kura ya mlima hapana pigwa kwa kikapu moja. Ufanye kila binu ugawanye mlima. Na ukigawanya mlima unaweza penya urudi. Kwa hivyo amepatia Soprano kazi na huyu Roko ati wagawanye mlima ikuwe vile Moi alitugawanya 1992. Moi alifanya Kiplangat akafanya kitu akatengeneza hapo. Kibaki akasimama akapigiwa kura na watu ya Nyandarua, watu ya Nyeri, watu ya Kirinyaga, watu wa Embu, wa Tharaka Nithi na Meru, akapata kura 1,000,000. Kenneth Matiba akasimama akapewa kura ni watu ya Nairobi, Nakuru, Kiambu na Murang'a, akapata 1.4 million. Kura ya Kibaki na Matiba ukiweka pamoja ikakuwa 2.4. Moi akapata 1.9 akawashinda, akatukalia miaka ingine 5. Hii chama Kasongo anapanga hapa mlimani anataka ikuwe kama 1992, agawanye mlima ati wa Meru na Waembu ati wapigie Kasongo kura. Inawezekana? Ati wale wengine wapigie Rigiji apitie katikati. Mimi nataka nikuambie Kasongo, hawa watu ya mlima Kenya wamerefuka kutoka 2002. Tuliweka kura yetu pamoja, Kibaki akapita. Tukaweka kura yetu pamoja, Uhuru akapita. Tukaweka kura yetu tukakuchagua wewe, ukafika pale ukatusaliti. Nataka nikuambie Kasongo, usikie. Naona umekuwa kichwa ngumu. Sijui masikio kama ni pamba umeweka ama ni miti. Usikii. Nimejaribu kuambia wewe na usikii. Hii mlima ni moja. Hii mlima ni moja na huwezi gawanya hii mlima. Harambe. Mlima ni moja. Chama ni, kiongozi ni, ati ametuma Roko
apiganisha Wakikuyu na Waembu na Wambere. Juzi amepiganisha Wameru pamoja na Wambere pale Chicago. Wameru wamefukuzwa na Wambere. Sasa anasema ati adui ya Muembu ati ni Mkikuyu. Hawa Wakikuyu na Waembu ni watu moja. Kweli ama uongo? Wewe Roko, kama kabisa umepewa kazi na Kasongo ya kugawanya mulima, anza lead by example kwako nyumbani. Wewe Roko umeoa Mkikuyu kutoka Lemuru. Kama kabisa unataka kugawanya mulima, anzia na kwa boma yako, ufukuze huyu Mkikuyu kwako, ndio tujue ya kwamba uko tayari kugawanya mulima. Harambe! Kuna hii kijana ya Ruto, anavaa saa ya milioni 1, anavaa viatu ya 800, anaitwa Murkomen, anatukana watu ya mlima, sisi ni wakabila, ati hataki kuona watu wetu. Wewe Murkomen, wacha hiyo ujinga. Wewe umeoa Mkikuyu kutoka Mokoroine. Kama unaamini hawa watu ya mlima ni wakabila, huyu mkabila ako kwa boma yako, amekupikia na kupatia watoto, ufukuze yeye, uoe mtu ya kwenu, ndio tujue ya kwamba ni wakabila. Katiguo. Wewe unaita sisi wakabila na bibi yako ni Mkikuyu, anakuzalia watoto, anakupikia, anakupatia kila kitu mpaka ile mambo ingine. Sasa wewe kama utaki huyo mkabila kwako, fukuza uende uwe mtu ya kwenu. Si ndio? Na hii Kindiki, wewe Kindiki ni bure na wewe ni bonoko. Wewe kama unafikiria utakuwa mtu yeyote Kenya, ukigawa mlima ubaki na kaunti 3, utaenda wapi? Wewe uko karibu kufukuzwa na Kasongo, anataka kukutumia atugawe mlima alafu akufukuze. Si uulize mimi, najua Kasongo. Na huyu mtu hata anaambiwa agawe mlima, hata sauti ya kugawa mlima hana. Ni fire si fire, ni noma si noma. Mimi nimetumwa na rais, ameniambia tugawe mlima, unisaidie wazee, tugawe mlima. Soprano ni bure si bure? Ni bonoko si bonoko? Nimesikia Soprano jana akisema ati watu ya DCP bado chaguliwa na mtu. Wewe Soprano, nani alikuchagua? Mlichagua Soprano? Mnamjua? Mko na haja na yeye? Kuna mtu alimpigia kura? Wewe uliiba kiti ya ndugu yako mkiwa na Kasongo. Wewe ukiongea mambo ya watu kuchaguliwa, you shut up. Wewe ni mfanyikazi wa William Ruto. Wewe hakuna mtu amekuchagua. Wewe usiongee mambo ya watu kuchaguliwa, ujamaze. Na nikwambie, leo ameita watu pale Meru Kenoru Stadium, wale community health volunteers kutoka hapa Embu, kutoka Tharaka Nithi, kutoka Meru, amewavalisha nguo ya yellow hata wamsaidie kugawa mlima. Amewapatia kila mtu 3,000. Hao kutoka hizo kofia zote wameweka kwa handbag, wamerudisha nguo zao, hataki kuonekana na nguo ya yellow. Hao watu ya hapa watakuwa kama watu ya Olokalao, ya kunyoa Kasongo na kukula ile kitu, akuliwe, aangaishwe, lakini watu waseme one time. Si ndio? Negwadwa Ebu, tulipata shida kwa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Tukifika kwa mto tukaambiwa tushuke, tukapata matatizo. Tumerefuka sasa kama watu ya mlima. Tumetengeneza gari yetu ya kisiasa ya kutafuta serikali na kukinga maslahi yetu kama jamii, na tumetengeneza chama cha DCP. Huyu Kasongo akifikiria ni mwerevu sana, ametengeneza tu vyama ndogo tu wheelbarrow, anajifanya ati ni watu ya upinzani na kuambia wenyewe wamtukane Kasongo na wamuingilie, lakini hizo vyama ni wheelbarrow ya Kasongo, amejificha. Wewe Kasongo, tunakuonea 18, tunakujua mambo yako. Hakuna mtu atafuata hizo tu vyama yako, hiyo tu wheelbarrow. Unataka ugawanye mlima. Wewe unafikiria unajua sana kuliko sisi, lakini tumekusoma na hatutakubalia wewe. Watu wa Embu, hapa Embu na Mlimani,
tulipata shida ya wasaliti wa jamii yetu, wale ambao walituuza kwa kasongo bei ya jioni, wanakulia sisi mfuko kama jugu karanga. Adui mkubwa ya watu ya Mlima Kenya ni msaliti ya jamii yetu. Huyu Kalida ni msaliti, si msaliti? Aende asiende, ni one time si one time. Wangapi wanasema Kalida msaliti, 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 msaliti? Iko mtu mwingine msaliti ya jamii yetu anaitwa Mondege. Kufika pale Senate, Kizungu hajui, Kiswahili, Kikuyu, Kimeru, Kiembu, anajaribu Kibere. Anasema ati apewe ruhusa aongee na Kibere pale Senate. Inawezekana? Ati anasema hata kutaja jina Attorney General hajui. Anasema ati Attorney General ni Anthony Njeru. Ni aibu si aibu? Mondege aende asiende? Ni bure si bure? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Ndio niita kijana wangu hapa, wacha kwanza nitangaze hapa Embu Operation Fagia, ya kufagia wasaliti wote na takataka ya siasa na kasia ya siasa. Harambee! Nataka museme fagia. Harambee! Wasaliti wote, UDA, Wirubaro, takataka ya siasa, kasia ya siasa, Tokonia, Kudagotome, Karida, Mondege, Soprano, na Kasongoje. Wangapi wanasema tufagie Kasongo? Mimi niko na shukrani na watu ya Manyata. Kura moja ilipigwa hapa Embu ya heshima. Kura ya heshima ile imetupanguza aibu kama watu ya Embu. Waheshimiwa wote na gavana wamenunuliwa na Kasongo. Huyu kijana Mkonji ameitwa na Kasongo, amepatiwa milioni 50 auze watu ya Embu, amesema hataki. Huyu Mkonji ndio amefunika uchi watu wa Embu, ndio ametafutia wa Embu heshima na amefanya vizuri. Huyu kijana hapa Embu ni one man army. Ameng'ang'ana na Kasongo na serikali yake akiwa peke yake. Anawindwa kama mnyama, akashikwa, akawekelewa makesi ya uongo ati yeye ni terrorist, akalala kwa sel siku 3, akaenda akawachiliwa kotini. Huyu kijana ni shujaa wa Embu, ni kijana ambaye anaweza tegemewa kusimama na jamii yetu na kutafutia watu ya Embu heshima. Kama alikataa milioni 50 akule mwenyewe, akipatiwa mali ya watu wa Embu atachunga. Na kwa hivyo mimi naomba nikinyenyekea, nikiwa kiongozi wenu, ya kwamba muniamini. Nimepima, nimeweka darubini, nimekagua, nimetosheka ya kwamba Gitonga Mkonji anaweza kuwa governor wa kaunti ya Embu na afaulu. Harambee!